Bwana Uchebe heri, lakini mimi niko njema kama unavyoniona, naendelea kushaini. Ndevu sasa zimekuwa za ubingwa hizi. Ndevu za ubingwa zimefika shilingi ngapi? We nataka nikwambie watulize mkomwe lao kule kwanza. Niwaambia ndevu zangu zina thamani, liko klabu ya Simba Sports Club. Simba Sports Club haifiki thamani ya ndevu zangu. Zina thamani kuliko klabu ya Simba. Kama anabisha walete vielelezi. Bwana, mimi nataka tuzungumzie dabi jana, umeona? Tena ndio ilikuwa yenyewe bwana. Hakuna kitu kizuri, chakula kizuri ambacho unaweza kufurahia alichopika mke wako, sio dada wa kazi. Chakula kizuri alichopika mke wako. Chakula kizuri alichopika mke wako. Mke wa nani? Umenielewa? Sasa wewe, nimetangaza uchumba. Umenielewa? Nimetoa mali. Nimetoa mali. Nimefunga naye harusi. Nimezaa naye watoto. Nataka tufanye nini? Mjua kabisa huyu ndio mke wangu. Nataka tufanye nini? Ndoa halali leo nataka niwaambie kitu. Leo nataka niwaweke wazi. Mnajua sababu ambayo walifanya Simba Machi 8 wasije uwanjani mwezi wa 3? Nani anajua? Waandishi. Hamna anayejua, niwape hata 10,000. Hamna. Simba sasa kufanya mazoezi. Sikiliza wewe. Siku zote mtoto anazaliwa akiwa na miezi mingapi? Mtoto akizaliwa miezi 9. Mwezi wa 3 ilikuwa miezi mingapi? Miezi 6. Tulimfunga mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 3, miezi 6. Aliona kutupatia mtoto njiti, nitapata kazi kumlea. Umenielewa? Akasema subiri mpaka jana tarehe 25, mpige hesabu Oktoba 19 mpaka Juni 25, kama upati 9 kamili. Kama ametupatia mtoto aliyekamilika, hana shida. Ndio maana mwezi wa 3 asema una haraka ya nini? Hata kama najisikia uchungu nivumilie, nina uwezo kufikisha miezi 9. Hatimaye Simba jana kazaa. Kamzalia nani? Yanga. Bwana, mimi nataka kuzungumzia ubora wa Pacome hapa. Unajua jana watu walifeli kumtaka Pacome Zouzoua. Wengine walikula mpaka nyasi. Mwalimu akaona si heri, ngoja nikufanyie mabadiliko yaingie na umma. Ila naye bado. Unajua hapa hajaongeza. Unasikia? Unapozungumza Pacome Zouzoua, usizungumze kirahisi tu. Umenielewa? Ndio maana kuna wakati tunathubutu kusema Injinia Yesu na maua yako. Viongozi wa Yanga mna maua yenu. GSM tunashukuru kuja kuijua Yanga na kuipenda Yanga. Leo furaha tunayoipata kupitia wewe. Leo amemtuletea mtu ambaye Pacome Zouzoua. Mchezaji kama huyu kucheza kwanza bara la Afrika, inawezekana tunafanya matumizi mabaya. Kuwepo tena kwenye ligi ya Tanzania tunaikosea heshima. Tunamkosea hata yeye pia heshima. Umeelewa? Pacome Zouzoua sio kuzungumza kitoto tu. Yaani umetoka huko umeshiba kande, si umeagiza juisi ya miwa unamchambua Pacome. Hapana. Wewe na profile kubwa hata uchambuzi. Mimi binafsi naomba nisimchambue. Kila mtu aliona. Alichokiona kila mtu asimlie. Alichokiona kwa Pacome Zouzoua kila mtu asimlie. Mchambua anavyoweza. Lakini mimi binafsi itoshe tu kusema ndio MVP 2024-25. Ndio MVP 2024-25. Hapo Jean Chalea wanafanya nini? Wewe mpuzi mmoja yule. Hivi ninakuuliza swali wewe. Wewe ulishaifikiria kwamba umeoa mwanamke mlevi, unategemea kuwa mama bora wa familia? Nakuuliza. Mwanamke mlevi, unategemea kuwa mwanamke bora wa familia? Mama bora wa familia? Nakuuliza. Mwaka jana MVP alichukua nani? Wewe umesahau? Stefan Ziki leo anacheza kombe la vilabu.
alikuwa mfungaji bora huyo. Ndio maana nakwambia. Sasa kwa nini msimu huu ampe Pacome Zouzoua wakati mfungaji bora yuko? Sikiliza. Watu wengi tunasahau kwamba wanajua MVP anapatikana kwa namba za matokeo za uwanjani, kwa kufunga magoli mengi, sawa, kwa kupatikana, kwa kutoa assist, si kweli. Umenielewa? MVP tunachopima kitu cha kwanza, amekuwa na mchango gani katika klabu, akiwepo na asipokuwepo timu inakuwa na madhara gani? Sisi tunaelewana. Na kukumbusha kidogo, wakati anakuja yani Kibangala kuja kucheza Tanzania, cheza ligi ya Tanzania, sawa, alikuwa MVP, alikuwa nafasi gani? Alikuwa na mabao mangapi? Alikuwa na assist ngapi? Lakini ndio maana alikuja kwa nini? Leo hii unaanzaje kumbisha Pacome Zouzoua kwamba sio MVP? Unabishaje leo kusema Pacome Zouzoua sio MVP? MVP sio ufungaji wa magoli tu. Angalia Stefan Aziki na Rudi msimu uliopita, anakuwa MVP. Kwanza alikuwa mfungaji bora, lakini pia akiwa kwenye timu anaweza kuishape, anaiweza kuivuta iende mbele au irudi nyuma kulingana na uzito wa game. Ndio maana aliibuka kuwa MVP. Sio alitokea tu kwa sababu kafunga magoli mengi. No. Leo hii Jincha Ahoua asipokuwepo kwenye timu na kiwepo, kuna tofauti. Sikiliza, utofauti nao kuwepo, akiwepo Jincha Ahoua, penalty ikitokea, penalty ikitokea, kama hayumo ndo anaanza kuwaza, angekuwepo huyu ndo angepiga 100% wa kufunga. Kwa hiyo ndio tunasema MVP. Tutakuwa ni watu wa ajabu. Tumeanza kujua mpira wakati Jincha Ahoua anafunga magoli ya penalty, ndio tunasema tunaujua mpira. Lazima uangalie MVP anapatikana vipi. Unaweza ukawa kinao, ngakuuliza 2021-22 kama sijakosea, George Mpole si alikuwa mfungaji bora? Alikuwa MVP? Sasa nimepata jibu. George Mpole na Jincha Ahoua, nani alikuwa na mchango kwenye timu? Mheshimu basi Ahoua. Lakini tukiangalia upande wa Ahoua, ni mchezaji ambaye tunataka kikosi MVP na Tanzania ndio wafanya timu sema kwa kwanza kwa kama ni tishio kubwa kwa wewe. Nakuuliza kitu kimoja, Jincha Ahoua penalty alizozipata, alizozipiga na kuonekana top